Okay, karibu sehemu ya pili ya hadithi yetu au tamthilia yetu au simulizi yetu nzuri kabisa. Hii ni sehemu ya pili, tukianza pale pale tulipoishia. Tunaanza pale mzee Kambona alisimama karibu na moto akisema kwa sauti nzito, wakati umefika, mwanga umechagua. Watu walishangaa, umechagua nini? Ndege alizunguka juu ya mara tatu, kisha mwali mdogo akaanguka pole pole kama cheche ya dhahabu, moja kwa moja mbele ya Zawadi. Moto hukuunguza ardhi, badala yake aliyegeuka kuwa jiwe la kung'aa, jiwe la kale lililotajwa kwenye unabii lilikuwa ni mwanga wa mwisho. Nguvu iliyoweza kulinda kijiji dhidi ya giza lilikuwa likakaribia kutoka mlimani. Kwa miaka kadhaa kulikuwa na kivuli cha hatari. Watu wasiojulikana walikuwa wakipanga kuvamia kijiji ili kuchukua ardhi na mali zao. Lakini sasa nguvu ya mwanga ilikuwa mkononi mwa mtu aliyestahili. Zawadi alihisi joto moyoni mwake. Sauti ya ndani ilimwambia, ulinzi si nguvu ya misuli, bali ni ujasiri wa moyo. Usiku huo kivuli kilifika. Wavamizi walishuka kutoka mlimani wakifikiri kijijini dhaifu, lakini walipokaribia, nuru kutoka jiwe la Zawadi iling'aa kama jua dogo. Upepo mkali ulivuma na sauti radi kisikika. Ndege yule mweupe alirudi angani akizunguka juu yao. Wavamizi walipigwa na hofu isiyowezekana. Silaha zao zilianguka mikononi mwao.